usikifanye kilema kuwa ndiyo utimamu. Ingetosha kabisa niseme maneno hayo halafu nikae chini, lakini wengi wataondoka na maswali. Kwa nini tusifanye kilema kuwa ndiyo utimamu? Mmoja katika wafalme waliotangulia alipata dhiki sana ya kupata mtoto. Kaleta matabibu, waganga, waganguzi, lakini hali ilikuwa ngumu. Lakini wakati anaelekea uzee, Mwenyezi Mungu akamruzuku kupata mtoto, lakini hana sikio moja. Niko hapa, tusifanye kilema kuwa ndiyo utimamu. Jambo hilo lilimuuma sana bwana mkubwa. Kwa nini mtu kama mfalme unapata mtoto hana sikio? Ataishi vipi na wenzie? Atakuwa kituko. Fikra, mawazo, namna gani mtoto atakabiliana na changamoto ya kuishi na sikio moja. Akaita mawaziri wampe ushauri, tunafanyaje? Mtoto ndio huyo, ana sikio moja, hali ikoje? Mmoja katika mawaziri akamwambia, bwana mkubwa, mimi nakusaidia, toa oda, kila atakayezaliwa mwaka huu, mwaka kesho kutwa akatwe sikio moja. Isaidie huku. Akitaka kumcheka mtoto wa mfalme, na yeye mwanaye atakuwa hana sikio, kwa hiyo tutahifadhi. Kweli zoezi hilo likafanyika. Baada ya miaka 7 watoto wote waliozaliwa wakawa hawana sikio hili. Tusiufanye ule ukilema kuwa ni utimamu. Narudi hapo ili tuielewe kazi ya shekhe wa mkoa anayoifanya. Akaja mgeni ana masikio mawili, fajahalu yataajabuna minhu, watu wakawa wanamshangaa, wanamuita dhul udhunaini. Jamani, njooni mumuone mtoto ana masikio mangapi? Mawili. Yule mwenye masikio mawili akataka kuufanya ule uzima wake kuwa ni kasoro, bora arudi kwenye ukilema. Akaenda, jamani, na mimi naombeni mnikate sikio moja kwa sababu sina raha hapa mjini. Kwa nini anasema kila nikipita wananiita dhal udhunaini?